hiyo ni maisha yasiyo na malengo. Yeye alipofika kwenye nchi za watu akaanza kutapanya, akaanza kutumia ovyo. Kama ambavyo unajua kwenye maisha ya mtu kuna seasons mbili ambazo Mungu anaruhusu. Kuna season ya kwanza ya utele. Kuna wakati Mungu anaruhusu utele vije kwako. Nilifundisha siku moja nadhani kwenye Easter kwamba kwenye maisha ya mtu kuna kuwa na seasons. Season ya kwanza ni ya utele, lakini kuna wakati utakuwa na uhitaji. Do you remember maisha ya kule Misri kipindi kile cha Yusufu, si ndio? Miaka 7 na miaka 7. Miaka 7 ya utele na miaka 7 ya nini? Ya njaa. Kwa Mungu anaporuhusu vitu fulani, fedha fulani, vitu fulani vije kwenye maisha yako kwa wingi, haimaanishi kwamba vipo wakati wote. No, kuna wakati vinakuja, lakini kuna wakati vitaondoka pia. Kwa hiyo anakufundisha nini? Anatufundisha kwamba unapokutana na vitu vingi kwenye maisha yako, unatakiwa uhakishe unafanya nini? Unaweka akiba, unakuwa na discipline ya kutumia. Tunaendelea. Mstari wa 14, alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa na kiu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Unaona sasa fezi ya pili. Kuna fezi ya utele, alikuwa na kila kitu akatapanya, njaa kuu ikaingia nchi ile. Hatuambii njaa ikaingia kwa kila mtu, no, tutaona. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Mwenyeji ana mashamba, mwenyeji ana nguruwe, mwenyeji ana kila kitu. Yeye amehamia kwenye hiyo nchi, akatumia vyote, akatapanya, akala, akawagawia watu, akatumia ndivyo sivyo, vikaisha. Lakini watu wa ile nchi, njaa imeingia kwenye nchi, watu bado wanalisha nguruwe, watu bado wana mashamba, watu bado wana vitu. Kwa ile kwamba wewe hauna haimaanishi watu hawana. Ile season ni ya kwako tu. Haya, akasema 1 2 3 tuendelee. Akatamani, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Unaona sasa maisha yamekuwa magumu. Mtu kutoka mtoto wa pekee, watoto wanaopewa vitu kila kitu, akaja kuwa mtu kwanza mtumwa kwenye nyumba za watu, pili chakula hakitoshi, akaanza kutamani kula pamoja na nini? Nani ashakulisha nguruwe? Unaonaje akiwa anakula? Na unatamani kula pale. Unatamani kushare pale anapokula nguruwe, na wewe unatamani. Imagine. Hiyo ni state ambayo kijana huyu alifika. Angalia hapo mwisho anasema wala hakuna mtu aliyempa kitu. Unafikiri ni kwa nini? Thamani yako ukishusha, hakuna atakayekupa kitu. Kwa nini? Thamani yake ikawa sawasawa na nguruwe. Unapotamani kula na nguruwe, maana yake thamani yako umeshusha kutoka kuwa kama mtu kuwa kama yangu. Sasa huwezi kumpa nguruwe vitu vya thamani. Bila sema ukimpa nguruwe lulu, atararua na atakurarua wewe. Kwa mtu thamani yake ikiwa vile, anasema hakuna aliyempa kitu. Bwana asifiwe. Pandisha thamani yako. Amen. Haya, mstari wa 17, mstari wa maamuzi sasa. Maamuzi. Kijana huyu ndo nilichompendea. Mimi huyu kijana nampenda sana kuliko yule aliyekuwa anakaa nyumbani. Hebu twende mstari wa 1 2 3. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Huu unaitwa mstari wa maamuzi. Alipozingatia moyoni mwake. Huu mstari watu wengi tunaokosa kwenye maisha yetu. Tunaona tunakutana na magumu mengi sana, tunakosa huu mstari. Tunaishia kuwa tunatia huruma badala ya kuzingatia. Akasemaje 1 2 mstari wa 18? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Hizi sentensi mbili au hii mistari miwili alisema akiwa mwenyewe. Alisema akiwa mwenyewe. Je, wewe huwa unajisemesha unapokutana na changamoto yoyote ngumu?
Huenda umejiingiza kwenye hiyo changamoto, labda mwenyewe au kwa kujua au kutokujua. Umeshawahi kujiuliza, nitaondoka, nitarudi, nitasema, nitamwambia Mungu nimekosa mbele yako, nimekosa kwa wazazi wangu, Mungu ninaomba unisamehe, Mungu ninaamua kugeuka sasa. Alipozingatia moyoni mwake. Haya ni maamuzi. Mstari wa mgeuko huu, mstari wa 19, mstari wa 20 sasa. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Jamani, unajua alivyoondoka nyumbani, lakini unaona alivyoondoka nyumbani, lakini kwanza alichukua vitu vyake